Na kama unanichana live kwa hiyo. Ila kwa kweli, kinyegoli mimi nakuaminia. Ila mimi kiula mpaka mwanangu bonge la Nzambai. Wewe chibiwa maana. Kama mbunge fulani hivi. Yaani maisha yanazidi kudidimia. Maisha yanazidi kudidimia. Kila ukichakalia kama mwanamume lakini mambo yanakuwa sivyo ndivyo. Wali maisha haya. Maisha tafu kweli kweli sio masiala yani. Okay yote maisha tu. Juzi kati hapa miezi kama 3 iliyopita hivi nilimwomba gari mwanangu Raymond. Mjomba nipe gari no problem. Mjomba akasema no problem nakupa usafiri usio na shida na nini. Wala usipate tabu. Lakini watu wanachonga Kingwendu sikapewa gari na Mondi. Sasa nikipewa gari na Mondi simgeniona na gari na Mondi. Mondi hana roho mbaya amejipanga mwenye ana shida. Kwanza amalize fungata ameoa nizikati. Sina shida naye bwana. Yaani sina mashaka naye kabisa kwamba Mondi namna gani sina mashaka naye. Watu wanachonga sana. Naona wakimaliza fungati tu maisha safi. Lakini waandishi wa habari wanajiongeza. Kingwendu kapewa gari. Kingwendu nikienda huko nimeenda Makongorosi Mbeya. Makongorosi nilikuwa na mwanangu Zuchu tunaperform kule Dubai hoteli pale. Makongorosi. Basi wewe umekuja na gari yako. Kingwendu umekuja na gari yako. Anale kupa Diamond. Ndio bado yuko kwenye fungati. Akimeza fungati zanipa la duniani. Kile ni anaongea Kingwendu. Mondi kakupa usafiri. Kingwendu ongea Mondi kakupa gari. Bado. Lakini mimi na uhakika kabisa maisha yataenda sawa. Si nitafute maisha gani sasa hivi? Kwa vile mtoto wa kiume na mtaalamu Dar es Salaam no problem. Ngoja ngatafute maisha. Sina hata kisosadi. Sina hata kisosadi. Ni shida hii. Anyway, nisiongee sana. Ngoja ngatafute maisha mwanamume nipo. Mimi si mtaalamu halisi sketi na blouse bwana. Sasa mke wangu, nimekuita hapa kwa sababu mazingira yangu ya kimaisha nadhani unajua. Najua. Mazingira yangu hayapo sawa. Sina kazi, sina kibarua. Na kama sina kazi, sina kibarua, na hapa mwenye nyumba anatudai kodi shilingi 80,000. Hatuna hela ya kumlipa. Tutaishi vipi? Tutazalilika hapa mke wangu. Nakusikia. Na ili tusizalilike, mimi nimekuita hapa. Nataka niende nyumbani kwa baba yangu nikaongee naye atupatie chumba kimoja pale tupate kuishi mimi na wewe mke wangu. Nani? Mie mme wangu. Nitoke hapa nikakae ukweni. Kitu kama hiko hakitowezekana na mme wangu habadani. Siwezi kutoka hapa nikatoka hapa ngeenda kukaa ukweni kwa babako, haiwezekani. Kwanza babako wenyewe kwanza muuni, nitakuwa sina raha, sina amani, sina uhuru, sijiachi mtoto wa kike kisa niko ukweni. Haiwezekani mume wangu. Habadani siwezi kwenda kukaa kwa babako. Siwezi kwenda kukaa ukweni. Mume wangu, pambana mtoto wa kiume. Tafuta kazi, pambana, tafuta hela watu, tuendelee kulipa kodi mume wangu. Tuishi. Uwezi. Wewe kwa babako, mimi kwa mama yangu. Lakini kutoa ngwala zangu hizi kwenda kwa babako, babako wenyewe kwanza muuni, siwezi abadani. Riziki, kama wewe ni mke wangu, mimi nimekuoa, lazima utafuata amri zangu. Kama mimi nitaenda kuishi kwa mzee wangu, na wewe utaenda kuishi kwa mzee. Haiwezekani, haiwezekani. Bado hujasema. Mimi nishaongea, sirudi tena. Alafu labda nikwambie tu kingine. Naomba zingatia kitu ambacho nilichokuambia. Nena ukanogenda kwa msele. Haiwezekani. Bado hujasema. Eti mimi, Riziki mimi, nitoke hapa, nitoe nguo zangu mpaka ukweni, nikakae kwa yule baba mkwe. Mimi kwanza nitakuwa sina hata amani, sina uhuru. Afu mambo yangu naye kibao ya kufanya. Lilezea mtoto tutakwenda nikodoa macho. Siwezi kukana lilezea hata siku moja. Hawezi, yeye ndo aje kwa mama yangu. So mimi nitoka hapa nikakaa na yule mzee kwa baba. Haiwezekani. Mambo yangu nitafanya saa ngapi? Nitakuwa sina hata uhuru mtoto wa kike. Vipi tena? Wewe mama. Mbona unanyata nyata kama unamnyatia mtu vipi? Una mawazo gani mwanangu?
Unaogopa kitu gani kinyogoli? Sasa mzee wangu mimi niogope nini? Na wakati inajulikana kinyogoli mtoto wa Kingwendu. Hapo sasa. Alo hatani mtaani hapo. Sasa je. Cha kuogopa mimi kipi mzee wangu? Ndio nakushangaa mwanangu unanyata. Timbia kukudinachia. Nchi yetu ina amani, haina shida, tunaishi kwa amani. Hakuna mjinga yote atakayetimu amani yetu. Amani tunailinda. Hasa unanyata, unaogopa kama uko DRC Kongo. Tuko Tanzania kwa raha zetu. Amani, peace and love. Hakuna mjinga yoyote atakaye vunja amani Tanzania hii. Tuko fiti. Alafu mzee, mavazi gani unavaa? Sasa mavazi gani unavaa? Mtu una nyumba kali nini? Sasa baba, mavazi haya mwenyewe si nimezoea tu kuvaa mavazi, nimezoea mwenyewe. Kwani mavazi ya kike haya? Mavazi ya kiume haya baba. Mimi nimezoea nikivaa hivi mwenyewe alikuta handsome boy na problemu. Sio mavazi ya kike, lakini mzee wangu wewe ni handsome HB wa maana mzee Kingwendu. Unajulikana na watu kibao mzee Kingwendu HB. Unavaa mavazi kama haya mzee wangu. Sasa hivi tunaenda kidigitali mzee wangu. Inabidi ubadilike, hayo mavazi sio ya kuvaa. Si milapulapu mzee wangu. Wewe shika adabu yako wewe. Milapulapu ya vipi kinyogoli jiangalie. Mavazi hivi nimevaa nimependeza kwa raha zangu, afu napenda mavazi kama haya kwa raha zangu. Wewe unanichana. Vao. Lazima nikuchane ili ukae sawa. Na kama unanichana live kwa hiyo. Kwa kweli. Kinyogoli mimi nakuamini. Ila mimi kiula mpaka mwanangu bonge la handsome boy. Wewe chibiwa maana. Kama mbunge fulani hivi. Yaani kama kiongozi fulani hivi. Haya mwanangu jiachie, nafasi ongea, usijali. Hii Tanzania, peace and love. Hakuna vita, hakuna nini. Sawa? Mazingira yangu sio mazuri mzee. Sasa mwanangu anakupiga maisha kivipi sasa? Wakati nimekusomesha mwanangu na elimu yako, uko vizuri. What happened? Pale napokaa. Ndio. Mpaka sasa hivi nadaiwa kodi ya nyumba shilingi 80,000. Hivi unaona mguu ulikuwa kwako na kuja nyumbani. Ili iweje? Mimi pamoja na mke wangu leo au kesho au kesho kuto sisi tuwe wageni wako nyumbani kwako. Mimi nimekusomesha, nimeshakulea vizuri, ushakuwa mkubwa sasa hivi. Una maisha yako ya kupanga, tafuta maisha. Haiwezekani wewe na mkeo uje nyumbani kwangu uishi pale. Wakati ushakuwa mtu mzima. Unaonesha picha gani kwa binadamu? Au unaonesha picha ipi kwa ulimwengu? Sikia nikwambie. Tafuta kazi. Naona bwana, tafuta kazi. Halafu mimi nikuswage, na mimi vipi nikuchane. Kijana mzuri, kijana mdogo, mwanangu mwenye kinyogoli. Hakuna shindo kwa na simu ya touch. Maisha mzee amenipigia. Simu ya touch ndio kila kitu. Kuna matangazo ya kazi. Uangalie kuna matangazo. Mimi nimeangalia kwa rafiki yangu mmoja. Wanamuita mzee nani pale? Kwa mzee Kimvi. Mzee Kimvi. Mwanajeshi mstaafu. Rafiki yangu sana mzee Kimvi. Nikaangalia kule kwenye bei nikaona bwana kuna madereva wanahitajika Katali. Madereva wanahitajika Katali. Wewe mwanangu dereva, nimekusomesha kwenye chuo kile cha nani kile cha madereva kile chuo gani? Acha vita. NAT. Si kusomesha mwanangu umefuzu. Nimesoma pale mzee wangu NAT. Sasa sikiliza nikwambie. Nakwambia hivi, usijiweke tu hivi, kazi zipo. Wewe mwenyewe tu utaki kutafuta kazi. Tembelea kwenye mitandao uone. Wanatafuta madereva Katari. Mshahara mnono miaka hiyo 3. Nenda kwa wakala pale kwa ule msukuma pale. Sawa nimekuelewa pale. Ngoja sasa nifanye mpango niende nikachukue zile dokumenti ili niwahi kule. Genda ukasole dokumenti zako zote. Kasole mane pasipoti, mane choni. Genda haja kwa msukuma mtani wetu, Mlongele. Neno kamigwa kinyogoli, Kingwendu ngwendulile. Nonda kuchola Katari. Ndiko mimi habari kinyogoli. Sawa ngoja ningeni nikasole si dokumenti ningasole si dokumenti na goenda kula. Na nikagenda kula kama gamambo gagara goya. Nena kusa ukai kukulongea. Waga wewe hizo ninoge mambo gakala goya, unachola Katari. Kwa dumba choni mwana kwetu. Wewe alifeli mzee wangu. Wewe mwana wa Kingwendu. Hali watani. Bebe nango. Ngoja niende mzee wangu, ngoja niende. Genda hivyo. Nipala konga mbele. Nya una wazimu. Genda. Kachukua dokumenti zako zote mwanangu, uende Katari ukafanye kazi. Eti mimi nakuja na mwanangu, nakuja na mkweo. Na nakuja na mke wangu kuishi kwako. Uishi kwangu. Niamgela inda keza mtwanzi wako niamgela inda keza na mtwanzi wako kana wako kweli. Yaani mzuri mwanao nikimtia mimba mkeo. Wewe jiangalie katafute kazi nenda Katari huko. Kwa raha zako mwewe.
Vipi askari wangu? Poa, inakuaje? Kama kawaida? Sawa, si. Ile. Sasa mbona mabegi tena ni kama unaondoka fulani kama unaenda Amerika hivi ndugu yangu? Mbona sikuelewi? Nduza mwanangu wewe nayo upo nyuma sana ndugu yangu. Mambo sasa hivi hapa. Michongo ishatiki tena ndugu yangu. Mimi naondoka tena mshikaji wangu nduza mimi. Hebu sikia kwanza, unajua mimi sikuelewi kichana. Unaondoka unaenda wapi sasa? Nduza mwanangu. Dili mitiki mambo sasa hivi hapa. Wewe upo nyuma sana. Watu sasa hivi mambo mtandaoni. Tatizo wewe nduza upo nyuma sana. Mimi nilikwambia kipindi kile. Twenzetu NET pale tukapige kitabu. Mimi bwana mambo ya kompyuta sio nini. Mimi sielewi. Mimi mwanzo nimesoma nimepata dokumenti zangu pale kila kitu, mazingira yameenda fresh. Hivi ninavyokuambia kuna dili limetokea Qatar. Wewe usiniambie. Ndio hivyo. Kwa hiyo mwanangu nataka kuniambia umchongo sasa hivi unaingia zako Qatar sasa hivi. Yaani hivi ninavyokuambia sina muda wa kupoteza. Yaani mimi ndo naondoka tena ndugu yangu. Ndugu yangu acha masiala bwana. Unajua unaona kama masiala, unajua kama unanitania hivi ndio unajua siaminiamini unajua kichangu. Mungu tena sikutania wala nini ndugu yangu. Mimi naondoka. Wakala yule mzee nani yule mzee Msukuma yule ndo wakala. Nimepeka dokumenti zangu zote kila kitu bali nilipofika tu. Alafu ziona dokumenti kaniambia wewe hapa tayari safari ushaipata unaondoka. Sasa utashinda kuenda si mtoto mzee Kingwenda sikujua nani mtaani hapa. Yaani umeenda huko kutokana na brand yako. Sema sikia sana kwa kitu changu. Yeah. Yaani unaona kabisa unavyoingia kwa mazingira. Uko Qatar unavyoingia. Yaani jua kabisa kwamba huko nyuma umemwacha niga kama mimi. Jua kabisa kwamba nduza ni umemwacha zake hivi au vipi? Kwa unavyofusi harakati zako, force ukiwa unajua kabisa kwamba kichangu yupo kule na mazingira yaelewe. Kwa kunigusa. Mazingira yake fresh tu niguse. Wewe nduza njoo mwanangu. Mimi nafusi mazingira tiketi nini na nini natia. Yaani nataka kusema mazingira ya kuzamia kwa mimi nitasamia ili mradi mimi nitie tu miguu hapo. Kuhusu hilo mwanangu nduza. Sema sasa nini? Jitahidi kwa sababu kule nataka madereva na walikuwa na dokumenti za NET. Sawa? Kwa hiyo jitahidi hapo, angalia mazingira yako, nenda NET pale kasome, chukua dokumenti. Kama Mungu ana bless, mimi naingia. Mungu akibless, utaona? Ukiona simu inaita tu, ujue mambo yashakaa sawa ndugu yangu. Wewe dereva mzuri mwanangu, nduza makompyuta nini askari wangu hayo? Mimi ndo nacheza tena mwanangu nduza, mimi nakuacha mwanangu amini yani. Kama masiala ni mwanangu. Ndio hivyo mwanangu basi tutaona. Ile tutawasiliana. Sema naye mwanangu tambo. Sasa mimi najua tukifika kule nitachukua tambo na nini ile. Sasa wewe kusutambo usiwazi. Mimi mazingira tambo mimi nitaforce nitarekebisha nini kila kitu limradi ile tunawasiliana. Sema sasa nini? Zingatia sasa mazingira ya skuli kule. Ile mazingira kule ya kitiki na kucheki na kugusa tu maana nikikugusa unachukua pipa kama kawaida. Mimi ndo natoka tena askari wangu. Salute mwanangu. Baridi askari. Katali mwanangu hiyo. Sema mtu mmoja kifikiria kweli sisi ningejiunga naye chuo kipindi kile unajua na mimi ningefanikiwa unajua. Sema poa hapo yenyewe sema kama tunakoma bongo yetu hii yani tunaishi nayo bongo mpaka tunakufa. Yani mpaka uzeeni, bongo mpaka uzeeni. Wenyewe nasema bongo mabegani.